Unapoanza biashara huwa ni kama ndoto. Unauona mustakabali wa maisha bora kabisa, uhuru wa kifedha, hakuna bosi wa kukusumbua na hakuna kubembeleza kazi. Unajiona ukifanikiwa, unajiona ukipiga hatua. Lakini baada ya miezi 6, miezi 9 au mwaka mmoja, ghafla ndoto hiyo inageuka kuwa mzigo. Mauzo yanashuka, mikopo haijalipika, wateja wametoweka, umechoka, umefika mwisho, biashara imekufa, na bado hakuna mtu anayekuelewa. Lakini leo nataka tuzungumze ukweli. Kwa nini biashara nyingi zinazozaliwa kwa matumaini hufa ndani ya mwaka mmoja? Sababu ni 5 tu, moja baada ya nyingine, na ukizielewa huenda ukajiokoa. Sababu ya kwanza ni kukosa mpango. Biashara nyingi huanza bila mpango. Ni kama kuingia kwenye vita bila silaha. Watu wanarukia wazo kwa sababu wameona mwingine kafanikiwa. Amefungua duka la nguo na mimi nafungua. Anauza sabuni na mimi naanza kesho. Lakini hakuna kujua ya kwamba wateja wangu ni akina nani? Wananunua wapi na kwa nini? Nitauzaje tofauti na wengine? Hakuna bajeti, hakuna hesabu, hakuna hata wazo la nini kifanyike mwezi wa pili. Na bila ramani, kila mwelekeo unaonekana sawa hadi unapotea kabisa. Sababu ya pili ni kutokuelewa soko. Soko sio rafiki wa kila mtu. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri, lakini kama hujui nani anayehitaji, hutauza. Biashara nyingi hufa kwa sababu watu hawajawahi kukutana na wateja wao. Hawajawahi kuuliza maswali, kusikiliza malalamiko. Hawajui kuwa bidhaa inayouza maeneo ya mjini inaweza isiuze vijijini. Hawajui kuwa lugha, bei na njia ya kuwasiliana inabadilika kulingana na soko. Na hapa ndipo watu huanza kusema watu wa huku hawapendi kununua. Si kwamba hawapendi, unaongea lugha isiyowagusa. Sababu ya 3 ni matumizi mabaya ya mapato. Mara biashara inapoanza kuingiza pesa, mtihani wa kweli hapo napo unaanza. Watu wengi huanza kutumia pesa ya biashara kama pesa ya maisha yao. Leo mauzo ni 70,000. Kesho unaenda kula chipsi kuku na marafiki. Biashara inakauka. Lakini haina akiba, haina hesabu na haina mwelekeo. Ni rahisi sana kuharibu mtaji usioujua. Unaweza kutumia pesa zote ukidhani ni faida, kumbe ulikuwa unarudisha tu kile ulichowekeza. Na kwa bahati mbaya, biashara nyingi huwa hazifi kwa sababu ya hasara, zinakufa kwa sababu ya tamaa ya mapema. Sababu ya 4 ni kukosa uvumilivu. Watu wengi wanataka mafanikio ya haraka, wanataka faida kubwa wiki ya pili tu ya biashara, wateja wengi mwezi wa kwanza, na wanapokosa hayo wanakata tamaa haraka sana. Lakini kila biashara ina kipindi cha kusugua kipindi kigumu na kipindi cha upweke. Kipindi ambapo unaweza kufungua duka siku nzima na usiuze chochote. Kipindi cha watu kukudharau, kukubeza. Hiki ndicho kipindi kinachowatenganisha walio tayari kutoka kwa walio legelege. Lakini watu hawajifunzi kuvumilia. Hawajui kuwa mafanikio ni matokeo ya kuvumilia kipindi kigumu, si kukwepa maumivu. Na sababu ya 5 ni kukosa maarifa. Biashara sio nguvu ya misuli, rafiki yangu. Sio kubahatisha tu, ni mchezo wa akili. Unahitaji ujuzi, kujua kupanga bei, kujua kutangaza, kujua kuhifadhi wateja, kujua kutofautisha faida na mtaji. Watu wengi huanza biashara bila maarifa yoyote. Na ni sawa kwa sababu wengi hawajui kufundishwa, lakini kosa ni kukataa kujifunza. Leo maarifa yapo kila kona, kwenye YouTube, kwenye vitabu, kwenye mazungumzo. Kama hujui kitu, uliza, tazama au soma. Ukiwekeza kwenye maarifa, unajilinda dhidi ya anguko la ghafla. Sasa nihitimisha kwa kusema kwamba biashara hufa, na ni kweli,
Sio kila mtu atafanikiwa, lakini wengine hawakufeli kwa sababu walikuwa wabaya. Labda walikosa tu mwongozo, walikosa uelewa, walikosa mtu wa kuambia subiri, bado hujaharibu. Na leo ujumbe wangu kwako ni huu: usiache ndoto yako ife kwa sababu ya makosa yanayozuilika. Jifunze, vumilia, pangilia. Na kama umefika hapa mwisho, basi tayari una kitu ambacho wengi hawana: nia ya kweli ya kufanikiwa. Kama video hii imekugusa, tafadhali like, comment na subscribe. Na zaidi ya yote, sambaza kwa mjasiriamali mwingine. Huenda ukawa ndio mwanga wake kabla biashara haijazimika. Chao.